Haleluya. Na wasalimu wote katika jina la Yesu. Na wewe unaweza pia kunisaidia kumsalimia aliye kando yako. Mwambie kwamba wewe ni mshindi. Mwambie tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo najisikia tuombe tofauti na siku zote. Haleluya. Tutarudisha kidogo alafu tutaingia kwenye maombi mazito sana. Na baadaye tutataka wote tutasimama tutatengeneza mistari ile mitatu hapo baadaye. Tutawekea na leo najisikia tuingie kwenye milima na siweza sisi. Na naamini Mungu atakutendea. Anazidi kutenda vitu vikubwa katikati yetu. Na atakutembelea ndani ya jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tunaendelea na somo letu. Tulikaa sana kwenye maisha ya Yesu Kristo ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasaka ilifanya kwamba maisha Kristo anakaa ndani yako. Na kukaa ndani yako kuna viwango vinatokea. Haleluya. Na vile viwango vinavyotokea vinakubadilisha kwa mtu mwingine tofauti kabisa. Jana tulizungumzia viwango 7 vinavyojitokeza katika maisha ya Kristo ndani yako. Haleluya. Tulisema jambo la kwanza ni maisha mapya ndani yako, ni amani mpya. Tukasema hatua ya pili, Yesu anapokaa ndani yako anabadilisha tabia yako. Jambo la tatu tulisema ni mawasiliano ya kipekee kati yako wewe na Mungu. Jambo la nne tulisema ni udhihirisho wa nguvu za Mungu ndani ya maisha yako. Jambo la tatu tulisema ushindi, unakuwa mshindi juu ya dhambi. Jambo la sita tulisema Mungu anakutuma katika kazi. Jambo ni hatua ya mission. Na jambo la saba tulisema ni kiwango cha utukufu. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua Yesu akishakaa ndani mwako, ndio maana kwa Kolosai Paulo anasema kwa Kolosai 1:27 anasema Kristo ndani yangu ni tumaini la utukufu. Ya maana tunapokuwa ndani ya Yesu Kristo kuna utukufu ambao wa kipekee unafundisha maisha yetu. Na unaweza kuwa na fedha, unaweza kuwa na urembo, kuna warembo wangapi wana maenza wangapi wanagaragaza wa shetani huko nje, wanavuta bangi. Kama unaona mtu mmoja leo alikuwa amesimama pale barabarani, bangi imepanda kichwani, anasimama barabarani anaanza kushindana na magari. Nikasema huyu atakutana mwenye kuvuta bangi mwenzake ataondoka nayo, ameleta fujo. Nikasema hiyo yote ni kosa kubwa, ni kukosa Yesu katika maisha. Yesu akikaa ndani yako kuna maisha ya utukufu. Kuna utukufu unafunika maisha. Na kuna utulivu fulani. Unajua mimi nakumbuka wakati nilikuwa sijaokoka, nikikosa hela ni kama naumwa. Sema amen. Inabidi ipatikane, hata kwa njia mbaya itapatikana, hata kwa utapeli itapatikana. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu mtoto ananifanya mpaka najiuliza, huyu ni nini nilikuwa nafanya hivi? Mimi hata baba wangu mzazi alikuwa aniamini kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Ananiambia kwamba wao wanasema Simba yuko pale, sio kukubali. Nikimletea ripoti ya shule na bila arudishe kwanza ile ripoti, akasema hii imetoka hapa. Haleluya. Wadanganya hiyo imetoka hapa ndo hapa. Yaani alikuwa aniamini kabisa. Lakini Yesu alipokaa na maisha yangu, nilikuwa kama hajafa nikawa rafiki yake sasa. Akaniambia unajua wewe kama baba wa familia hii, kesho mimi naweza kuwa ni siku, naweza nikaondoka na kutegemea na alikuwa anasema mwanzo ninajuta kuzaa kitu kama na Mungu. Anaenda anajuta kuzaa kwanza mtoto, kuzaa kitu kwa
kitu kwako. Na hiyo wakati Yesu alikuwa ameniokoa, ule utukufu ulifanya baba yangu ananiheshimu kabla hajaondoka. Na alikubariki kabla hajafa. China mali barikiwe. Na maana Yesu ameshakaa ndani, kuna utukufu fulani unataka na maisha yako. Kuna kutosheka, unajua Biblia inasema hapo mwanzo dunia ilikuwa ukiwa na utupu. Ilikuwa haina ukuu tena, ilikuwa ukiwa. Na maana yake kumkosa Yesu Kristo ni kama unashuka katika shimo ndani ya mwanadamu bila Yesu. Kuna shimo ndefu isiyokuwa na mwisho. Anataka mpagani ana tamaa ya fedha, anabeba mpaka na cha maskini anachukua, na cha uskini anachukua. Ana mabilioni ya fedha yeye anaendelea kuiba zingine tu. Anajaza nyumbani mwake. Ya maana yake hakuna mwisho. Lakini unapopata Kristo, Yesu anamwambia yule mwanamke Msamaria, wewe ukikupa maji utaona kiu tena. Maana Yesu ameshakaa ndani yako. Upate usipopata una amani. Kama kuna kitu kikubwa sana ninakifurahia ndani ya siku ni amani. Unajua unaweza kuwa na hela lakini hauna amani. Unaweza kuwa na kila kitu lakini amani inazidi kuwa na pesa. Maana mtu akikosa amani anaweza kujinyonga. Mtu akikosa amani anaweza kufanya vitu vibaya. Ili tunachokipata ndani ya Kristo ni amani. Hii amani ndani ya Kristo ni kubwa sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mimi kwa kweli jinsi Mungu aliniumba, mimi nazoea maisha ya upweke sana. Naweza nikaishi peke yangu kama kawaida. Haleluya. Mimi naweza nikakaa ndani ya nyumba hata wiki mbili sitoki nje ya fence. Ndio kama kawaida. Na hiyo nilipokuwa ndani ya Yesu nilipokuwa bila Yesu ni miguu ya mbwa. Kila mjani utakaa sehemu moja, unatembea bila sababu. Unapoelekea ujue unaenda wapi. Sawa amen. Hivi kila mzee Mosho wananiacha pale hotelini, hata wakija saa ngapi wakanikuta hapo. Hapana, unamwacha mgeni hotelini, mnakuja kutafuta ayubu. Yuko Ukerewe. Anachojea saa 9. Bwana asifiwe sana. Au kiwa ndani ya Yesu kuna raha. Kwa ndani ya Yesu ni raha kubwa. Sio kwamba yaani sisi tunataka pesa kwa raha. Raha kubwa ni kuwa na Yesu Kristo. Kwa anakufunika na utukufu fulani. Ndio unaweza kushangaa kuna wakati tunamta anakuja kuambia kama naomba nikopeshe milioni 20. Apostle ni bwana kwa mkope milioni 20 kuna issue fulani tutanifanya tutakusaidia. Na vile mandala bwana msaidia. Umefika wakati mbaya kidogo ukiwa. Usikatae utakimbiza pesa. Basi umefika mahali umefika wakati ambao mambo yamebalana sana. Wakati mwingine tunaweza tukasuluhisha. Na tukasuluhisha sema amen. Haleluya. Hapa na wewe unatoka kama mifuta kuna jirani mwenyewe. Wewe unaonekana ni mtu akukopesha hapo milioni 20, 50. Wewe utukufu Mungu umekufunika. Sema amen. Haleluya. Unajua ndani ya Kristo kuna utukufu mkubwa sana. Kuna siku moja tunaenda kwenye concert ya kama tamasha pale Mlimani City. Hiyo tamasha ilikuwa VIP na kawaida. Nilikuwa na tiketi ya kawaida. Nilipofika nikasema kama mimi tiketi ya kawaida, wewe tunajua ni VIP. Na basi sasa tunashajua hata tunaweza kutoa tiketi yako ni VIP. Nikapeleka kwenye VIP. Na kule VIP unapata tamasha na kunywa juisi. Unawekea kila kitu, unapata tamasha, unakula vizuri. Kila kitu unakunywa juisi. Lakini kwa tiketi ya kawaida ya huko kwa kawaida. Ni utukufu ni kwa sababu ni VIP. Unajua wewe ndio ujele. Hata damu usijidharau, usibali wanaume wacheze maisha yako. Kwa sababu wewe hujaolewa, umembeba Yesu mzazi. Utukufu wa Mungu. Nasikiliza, samani yako sio kuolewa au kutokuolewa. Samani yako ni ile Kristo anayekaa ndani ya maisha. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio kipengele cha mwisho. Tukaenda kwenye kipengele cha pili, kilikuwa ni kipengele cha deliverance. Haleluya. Kipengele cha ukombozi. Tunaenda katika Pasaka ni deliverance. Haleluya. Pasaka
ni ukombozi. Twende katika Wakolosai sura yake ya kwanza mstari wake wa 13. Wakolosai sura yake ya kwanza mstari wa 13. Mstari wa 13. Biblia inasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Akatuingiza, ina maana tulikuwa nje. Haleluya! Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa ajili ya jioni ya leo. Tunakupenda Roho Mtakatifu, sema pamoja nasi, ututembelee na kutufundisha kupitia neno hili, na ukajidhihirisha kupitia neno la ukombozi katika jioni ya leo. Tubarikiwe na tuone mkono wako kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja. Pasaka ni ukombozi. Ukombozi ni deliverance. Ukombozi sio tu ukombozi maana yake. Hatua ya kwanza, ukombozi ni kuepushwa na hatari. Haleluya. Kuepushwa na hatari yoyote ni deliverance. Haleluya. Ina maana Mungu, kifo cha Yesu Kristo msalabani kimetuepusha na hatari kubwa. Na hatari kubwa ambayo Mungu ametuepusha nayo ni hatari ya kifo. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema tulikuwa wafu. Tusome kwanza Waefeso sura ya 2 mstari wake wa 5. Efeso sura ya 2 ni kitabu kikubwa sana. Inasema hivi, sura mstari wa 5. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Jina la Bwana libarikiwe. Alituhuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Ina maana Mungu ili atutoe, atuepushe na hatari ya kifo na mauti, alimtoa mwana wake Yesu Kristo afe katika kufa kwake, akatutoa katika mauti na akatuingiza katika uzima. Haleluya. Hiyo ni deliverance kubwa. Na kama mtu akiwa ndani ya Kristo huwa haogopi kifo. Sema amen. Sema amen. Ninakumbuka wakati nilikuwa sijaokoka, nilikuwa nataka ndoto moja za kipepo. Zile ndoto zilikuwa zinatoka wapi? Nilikuwa nataka ndoto naachiliwa huko. Kama askari wa mbinguni, askari wa mbinguni, mimi naachiliwa sijui. Naachiliwa na ndege, sijui naachiliwa na nani. Alafu naanza kushuka huko chini na pili ile ndio. Nikitaka kufika chini na kutoka. Naanza kukosa moyo. Nimekufa ndio hai. Haleluya. Haleluya. Unajua mpagaji unaogopa kufa sana. Lakini ukiwa ndani ya Kristo unaogopa mauti. Kwa sababu unajua uzima wa Kristo ndani yako. Tayari alishakupa ushindi wa mauti. Hata ukifa ndani ya Kristo una matumaini ya kurudi tena kufufuka siku moja. Haleluya. Na watu wakifa ndani ya Kristo huwa wana ujasiri wa ajabu. Sema amen. Hapo kuna kijana mmoja kwa kamera na mimi Dar es Salaam kanisani, kijana amefariki. Kijana amefariki wakati mwanzo tunamwombea sana mbili. Tunamwombea sana. Lakini ilikuwa wakati wa siku 2 kabla hajafa. Alikuwa na kansa ya damu kama vile stage ya mwisho. Na kwa wale kujua kama ana kansa ya damu. Siku 2 kabla hajafa, mama yake anakuja pale anambia, akamwambia mama yake, unalia nini? Anayeumwa ni mimi. Sasa unalia nini? Au unaumwa ni kupeleka kwa daktari. Anaweza usiogope, malaika wawili wako wametana wako hapo. Usiogope. Unaogopa nini? Wako hapo. Akamuuliza, wanasema ni sababu alichoniambia kuhusu wewe. Kinanihusu mimi na wao. Na mapenzi ya Mungu ifanyike kwako. Chini wale bariki. Yaani kijana anaenda kwa ujasiri, anasema kisha anaenda kwa mimi naona na wewe nyumbani.
Mimi na wakati wangu kurudi wapi? Nyumbani. Na yada msiko wewe mtoto mpaka umekuwa wapi? Na maana mtu akiwa ndani ya Kristo haogopi kufa. Hata kama unazungumzia kufa, mtu afanya kazi nzuri na kuogopa tu. Anazungumzia tutakufa. Sema mimi. Sote tutapita. Na wengine watakuja na watapita. Lakini ukiwa na Kristo hauogopi. Na ukiwa na Yesu Kristo haufi ovyo ovyo. Tukajifunza kitu hapo. Haufi ovyo ovyo. Kuna mzee mmoja aliwahi kufa, mtumishi wa Mungu, akaweka pale kwenye moto ya Mwananyamala pale Dar es Salaam. Amelala kwenye friji zao zile siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne ndio wakaenda wakatengeneza mwili wakamziki. Usiku wanaona tu jamaa anatoka ndani. Wote walitimka. Na yuko hai mpaka sasa, kwa magazeti ilitokea. Anatoka kwenye taratibu. Watu walikimbia. China na Rwanda kibadilika. Unajua usiogope. Kwa sababu Yesu deliverance ni kuepushwa na hatari. Hatua ya pili, deliverance ni uponyaji. Sema amen. Deliverance ni uponyaji. Hatua ya tatu, deliverance ni operation ya kiroho inao kutoa chini ya utawala wa nguvu za giza. Deliverance ni operation ya kiroho inayokutoa chini ya utawala wa nguvu za giza. Ndio maana Yesu anasema nini? Roho wa Bwana amempaka mafuta ameweka mafuta juu yake kutangaza habari njema kwa walio maskini na wafungwa wapate kufunguliwa. Kwa maana katika deliverance ni operation ya kiroho inayohusika na kutoa mtu chini ya utawala wa nguvu za giza. Ina maana yake kufa kwa Yesu Kristo kumetutoa chini ya utawala wa giza. Haleluya. Wakolosai anasema nini? Tunarudi hapo. Wakolosai 1:13. Wakolosai anasema hivi, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha. Alituokoa katika nguvu za giza, maana alitutoa chini ya utawala wa nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Alituhamisha. Ina maana deliverance ni kuhamisha watu. Narudi na Waefeso ili nikamilisha mapiti. Narudi na Waefeso 2 mstari wake wa 6. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha, mfanye vizuri, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Wanasikia sana. Ina maana Mungu kupitia kifo cha Yesu Kristo ametuokoa, ametukomboa. Sasa hivi makao yetu yamebadilika. Hatuko nje tena, tumeketishwa pamoja na Bwana katika ulimwengu wa roho. Acha unaelewa vizuri? Unaelewa vizuri hapo? Ina maana katika mwili tunaonekana tuko hapa, lakini katika roho tuko pamoja na Kristo. Sikiliza, kwenye ulimwengu wa roho ndio palipo makao yetu. Tunaketishwa pamoja na Bwana katika makao katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Tuko pamoja katika Kristo Yesu. Ina maana katika ulimwengu wa roho sisi tuko ndani ya Yesu Kristo. Tunaketishwa pamoja na yeye. Na ukishaelewa kiwango hiki, utakuwa ni mtu ambaye huogopi chochote katika maisha yako. Na kuogopa ni bana. Rafiki mmoja alikuwa anashona viatu. Alikuwa na kachomba katoto kadhaa kamoja, alikuwa na miaka 7. Kale katoto kalikuwa na kiburi mbele ya mjomba wake. Kiburi cha kutisha. Akamwambia mjomba wake, kwanza wewe asikuogope. Sikuwa afikia ni ndani. Lakini akafanya akiona mimi nimekuja pale, wewe ndio anakimbia. Akiona kuja pale anakimbia. Na ile kwa mjomba wake, wewe sio kitu. Anamwambia mjomba wake, wewe unaingia
Na kwa kuna mtumishi mmoja alichallenge mchawi mkuu wa chama, wakaenda wote kwenye TV inaruka live. Wala anasema mimi ni mkuu wa chama mkuu sana, hakuna mtumishi ataniweza, mimi nitaweza kuua na watumishi na nini. Ule mtumishi akasema hivi, haina shida. Sasa kati yako wewe na mimi, mmoja au mwenzako. Akamwambia yule mkuu wa chama, nataka ukiri mbele ya TV kwamba wewe ni mkuu wa chama na ni mchawi, na ukifungua kinywa chako unasema kama wewe ni mkuu wa chama, unakufa sasa hivi. Na mimi nimekiri mbele ya TV kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Sasa na wewe kiri kama wewe ni mchawi mkubwa, mkuu wa machawi, kiri hapa. Nakupa dakika 5. Ukiri kama wewe ni mkuu wa machawi. Na ukifungua kinywa chako unakiri, unakufa. Dakika zinabaki 5, sasa zimebaki 2. Unasema dakika sawa? Mimi sijasema kama mimi ni mchawi. Na sijawahi kuwa mchawi. Mungu atusaidie tupande viwango. Haleluya. Akakiri kama mimi sijawahi kuwa mchawi wala sio. Unajua wachawi walioko Benin wanazidi za watu Nigeria. Benin kuna wachawi wa viwango. Mdogo wangu yule wa mwisho mkiweka anaenda kufanya biashara Benin, ananipigia simu, amedadi niombee. Mimi nilisema ndani uchawi tunakemeana kwa hiyo tunakemea tuone kitu. Huko sokoni nje. Na wachawi wanapita mitaani au vifua wazi, wanatembea. Na nakwambia kwamba ukitaka nikuuia ile kuingia kitu fulani niko hapa. Wanatangaza uchawi sokoni ili unauzwa. Na kila mara kuna siku maalum, siku 3, watu wanalala kuanzia saa 1. Wachawi wanatembea kila miji wanafanya matambiko. Sio kiroho, kimwili. Jina la Bwana libarikiwe. Na yule mchawi alikuwa mchawi ni mtumishi wa Mungu, ametoka Benin. Bwana asifiwe sana. Ina maana yake wewe uko ndani ya Kristo. Nilisema jana, haya maji yaliyoko ndani yanaonekana lakini hayagusi. Sema amen. Hii mfano, nimesema tumekitishwa na ametufufua pamoja naye. Anakuteketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Na maana yake iko hivi. Hii chupa ni wewe na Yesu Kristo. Sema amen. Ina maana yake aliendani ni wewe. Watu wanakuona lakini hawawezi kugusa. Si maji wala si yagusi. Ili niweze kugusa maji, enda nitoboe hii chupa. Enda nifungue mfuniko ili niweze kugusa chupa. Sasa ukiulize ni mchawi gani katika mji wa Mwanza na uwezo wa kumpasua Yesu kutoa ndani? Unajua hata mtoto wako hakuna mtu atakayemgusa. Sema amen. Kama uko na shuhuda hapa, wewe mtumishi wa Mungu kabisa. Nyoka alikutembea macho enda macho natoka. Na hatujui nyoka wa aina gani, hatujui nyoka wa Mungu au ni nyoka wa shetani. Bwana asifiwe sana. Imani unapokuwa ndani ya Kristo, wewe sio mtu wa kawaida tena. Unaketisha ndani ya Yesu Kristo. Na unapokuwa ndani ya Yesu Kristo, hakuna mtu anayeweza kukugusa. Wakati Yesu amekukomboa, Mungu amekukomboa kupitia Pasaka, kuna mahali amekuweka. Na maana kama amekuweka ndani ya Yesu Kristo. Sema niko ndani ya Yesu Kristo. Kuna karibu tunataka niko ndani ya Yesu na kuburudika. Niko ndani ya Yesu na kuburudika. Ina maana yake nikiwa ndani ya Yesu Kristo, hakuna anaweza kunigusa. Haleluya. Naweza nikaumwa lakini sitaangamia. Sema amen. Naweza nikaingia hospitali lakini haijawa mwisho wa maisha. Wale madaktari Mungu atawatumia wengine kwa waokozi wa maisha. Hata nikwambie kama daktari anaweza kuwa mapepo imemvaa, anafanya prescription mbaya, anakufanyia operation ambayo sio.
ukafa. Kwa maana yule daktari Yesu anaweza kavaa akaanza kutibu sawa sawa, kusema amen. Unajua kuna mtu mwingine anakutibu mpaka anakuuliza umesurvive vipi? Sema amen. Yeye mwenyewe anasema kama hii ugonjwa mimi sielewi, ni Mungu tu amekusaidia. Ni kwamba katika ujuzi alionao alifika mwisho, bila hata kama kuna elimu nyingine iliongezeka ambayo haiko kwenye kitabu. Ukishachukua kwenye kiwango hicho, utatembea kwa ujasiri kwa ajabu. Utatembea kwa nguvu ambayo kila anayekujua atakuwa na mashaka na wewe, ataanza kufikiria kama wewe ni mchawi. Maana watu wakishaona ujasiri wako katika Kristo, wao wanajua kama wewe ndio mazima Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Wakati Israeli walipokuwa Misri, kupitia Pasaka yao, kuna deliverance kubwa ilifanyika. Kwa sababu gani? Israeli wote walikuwa chini ya utawala wa Farao. Haleluya. Twende katika Kutoka sura ya 3. Kutoka sura ya 3. Anza mstari wa 4. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiji, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa Bwana. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni kwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Ina maana nimekuja kuwakomboa, nimekuja kuwafungua. Unajua deliverance ya mtu inakuja kwenye level mbalimbali. Unajua kuna mtu ukombozi wake uko katika afya, sema amen. Kuna mtu ukombozi wake uko katika uchumi. Kuna mtu ukombozi wake uko katika uzao. Kuna mtu, na maana ukiangalia wakati Musa anaingia kumwambia Farao, Mungu anasema acha watu wangu waondoke, let my people go. Alileta condition 4. Akasema nini? Akamwambia Musa hivi, basi toweni sadaka zenu mkiwa hapa Misri. Na maana tumikieni Bwana mkiwa hapa Misri. Na maana kuna viwango vya Ukristo ambao mtu amempokea Kristo lakini anamtumikia Mungu huku amebaki duniani. Haleluya. Na kwa yule mtu ambaye anaingia kanisani lakini anapiga kaboko, anaingia kanisani lakini anakairizi kiunono. Mshauri kwa sababu tunasali, ruka kimasai. Wakati anaruka hivi kuna mafundo hapo. Yaani mtu ambaye amempokea, anampenda Kristo, amekuja kanisani lakini bado yuko Misri. Hiyo ndio Farao anapenda. Shetani anakuruhusu wewe uje kanisani, umtumikie Mungu lakini unabaki Misri. Lakini Musa akasema kwamba haiwezekani, hatuwezi kumtumikia, kumtolea Bwana sadaka katika nchi ya Misri. Maana watu watashangaa, au wataona kwamba ni kitu tunachokifanya. Akasema okay, lakini aleta condition ya pili. Nendeni mkamtumikie Mungu wenu, lakini msiende mbali sana. Hapo Musa alikosea, akupinga hivi. Ni wapi vizuri? Musa akamwambia Farao, tutakwenda mbali sana. Akamwambia akusema. Musa akamwambia tena Farao, akamwambia kama nataka, nendeni ninyi mlio wakubwa, lakini watoto wenu wabaki Misri. Maana kuna watu wengine ameokoka na hii bara uokoka alafu wabaki Misri. Umetoka hapa inasisi, umeruka, umejazwa na dola kwa lugha, alafu unafika nyumbani wamekula mboga zote. Wengine wamevuta bangi alafu wameuza TV.
wengine wameipa na pesa. Nafikiri kiroho kitaishi. Unafika pale ndani unaanza kutukana sasa. Musa akasema pale, hata watoto wetu tutakwenda na. Farao akasema okay, nendeni na, lakini mifugo yenu itabaki Misri. Kuna watu wameokoka, lakini portion ya maisha yao ya kifedha inabaki na level mbili. Level ya kwanza, kuna watu wamekuja kwa Yesu lakini uchumi wao umebaki Misri. Ni wale watu ambao ana fedha nyingi, lakini akiwa kanisani ukihubiri habari ya sadaka, moyo wake unakasirika. Anapata tabu sana kwa kuhubiri habari ya sadaka. Wana mambo mengine kuhubiri kwa kazi sadaka kila siku, sadaka. Hao ni watu wengi. Kuna baba mmoja kule DRC, mkianza kuhubiri sadaka anakasirika kwa pesa nyingi. Mke wake akapata ugonjwa wa kansa, wamepeleka India, wamerudisha huko kumeshindikana. Peleka huko kumeshindikana. Alafu siku moja mke wake akamwambia kwamba anabaki na miezi mitatu tu ya kufa. Ndio leo mtaka kaza kanisani. Anafika kanisani anaanza kwa kipindi cha maombi. Sasa kwa vijana mmoja alikuwa pembeni yake. Nipe $20 kama vile ambaye hamsini. Akapiga kelele. Yule baba anaona kwamba hizi kelele za kijana zinamsumbua sana, akafungua waleti yake. Akampiga kelele. Ndio akafunga macho. Ndio shida. Mungu akubariki na ajibu mahitaji. Ametoka nje. Mtana akasema zake kana kwa nyuma ya kanisa akata na sali zake huko. Sasa wakati wanatoka ibadani, ule mzee ametoka mke wangu miezi mitatu tunakuwa siku naye. Cha kushangaza anapiga pipi, anaona geti linafunguka. Wakati geti linafunguka, aliyemfungulia geti ni mke wake ambaye alikuwa ameketi kitandani. Akachunga akasema, "Nini? Wewe hapo imekwaje?" Akamwambia, "Nilipofika kwenye saa 12 na kitu, nilisikia kuna nguvu zimeingia mwilini wangu, nikaanza kutoka jasho. Nikasikia kwa sawa. Na nilikupigia na chakula." Yale masaa ambao amesema ndio ile saa bado kwa ile kijana $40 kwenye ibada. Ndio kasema kumbe sadaka ina nguvu. Kuna mtu ameokoka lakini sadaka yake inabaki Misri. Ndio yule mtu ambaye wakisema kama Yanga anahitaji tumchangie, atatoa milioni 500. Ndio yule mtu ambaye kuna harusi anasema mimi ndio vinywaji vyote. Kuna semina anatoa 10,000. Pesa zake ziko Misri. Ndio Musa akasema hatutaacha hata kwa moja. Lakini kuna kiwango kingine ni kwamba umeokoka lakini unampenda Mungu na project nyingi na Mungu, lakini uchumi wako umeshikiliwa na Farao. Kuhusu masuala ya fedha wanaendelea kuteseka. Lakini wakati Pasaka ilifika Misri, walitoka na matajiri. Israeli alitoka maskini. Israeli alipotoka Misri alitoka na utajiri zaidi ya wanyama, alitoka na dhahabu, alitoka na almasi, alitoka na emerald, alitoka na onyx, alitoka na mawe. Maana walifanya kwa Misri kila kitu cha samani alikuwa nacho, wakatoka nacho. Maombi yangu jioni ya leo, Mungu wa mbinguni, waliokalia uchumi wako apate kunyang'anya kitu. Sasa tukiwa na washirika wa kifedha si sawa? Sio dhambi. Na hivyo anasema Bwana ni fedha yangu ya samani. Bwana ni dhahabu yangu. Sikiliza, wasubiri nchini ya kwamba kuwa maskini ndio kuwa mtakatifu. Kuwa maskini ndio ni hatari ya kuwa mtakatifu. Na vipimo vya kujua kama mtu ameokoka mpeni hela.
kuingia kwenye mambo. Usiku unalala macho, unajua macho yanakuwa mekundu, sio kama tunafutaka bali. Tunalala kidogo sana. Tumeharibika, sema amen. Macho mekundu, tunalala kidogo sana. Wewe unaona kwenye magoti alishapata mpunga zamani. Wewe unaendelea tu kwa Mungu mbariki. Alishapata na neema na kushukuru sehemu nyingine. Na ameanza na madharau. Mimi najua sana Kristo. Mimi nikimwambia mtu salaji kwa Maria atafanya nini kwenye maisha yako, sababu atakuja kukwazana na Mungu. Kama utaenda nenda tu. Sisi tuko hapa. Wanaenda tu. Dharau tu. Utai. Na wanakuja kutafuta. Utakuta kwa shati kujua pasa. Hata tunasema kwamba kutembea na magoti gani ni kimwili au hujainuliwa na Mungu. Siku Mungu atakuinua, unataka usipotaka magoti gani yatatereka wenyewe. Unajua Mungu akishakuinua pasa, kuinuliwa kuna shida. Mungu akishakuinua maisha yako sio ya kwako tena. Au mimi sitaki watu watasema unapaswa kuinua. Amesema magoti gani? Subiri. Subiri uinuliwe. Unafanya mkutano wa watu 100,000 kwenye uwanja wa mpira, utatoka mwenyewe. Miujiza inafanyika, kila mtu anataka kugusa. Watakulinda. Utalindwa ili utolewe kwenye uwanja wa mpira. Usipolindwa watakukanyaga utakufa. Kuna siku leo nitafanya sehemu moja mnamo mjini. Niko kwenye redio nafanya ongea watu wanapona. Baba, kumbe watu wanapona mimi sijui. Niko ndani naendelea kuhubiri na nasema amen. Watu wamezingira katika nyumba ya redio kote. Nashinda kutoka ndani. Wote wanataka niwaombee wakusi. Uwanja wa redio watu wanashangaa huyu mtu anatoka wapi? Nilitoka ndani ya katika nyumba ya redio saa 6 kasoro na tuko tunaweza kuhubiri saa 1. Ili watafute watu waje witoe mle ndani. Na kama wale ni mwizi, lakini kwa sababu ya upako ni hatari na ni mzuri. Sema amen. Haleluya. Sasa Israeli walitoka wakiwa matajiri. Ina maana leo katika nchi ya leo, kama kuna mtu kwenye level ya kiuchumi, kuna kamato fulani, nguvu ya Pasaka ikufanye utoke. Sema amen. Sema amen. Sikiliza, tusome kwanza Isaya. Ile ndiko nakana Isaya sura yake ya 10 mstari wa 14. Isaya. Sikiliza andiko nasema, huu ni mfano wa Ashuru, ni picha ya shetani. Anasema hivi: na mkono wangu umezitoa mali za mataifa kama katika kiondo cha ndege, na kama vile watu wakusanyavyo mayai yaliyoachwa, ndivyo nilivyokusanya dunia yote, wala hapana aliyetikisa bawa wala kufungua kinywa wala kulia. Na nataka kusema mfano wa Ashuru ni picha ya shetani. Anasema kwamba nimekusanya, yaani kwa mkono wangu nimekusanya mali yao kama vile mtu anavyokusanya mayai yaliyoachwa kwenye kiota, na ndivyo nimekusanya ulimwengu wote. Hakuna mtu anayetikisa bawa, hakuna mtu anayefungua kinywa wala kulia. Wakristo wengi ni uchumi wao umekamatwa, fedha yao imeshikiliwa, lakini wamenyamaza kimya. Wanasema ni wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu utaisha mpaka lini? Adui na kunyamaza kimya na furaha. Adui sipombea uchumi wako na furaha. Anataka kumtumikia Mungu ukiwa maskini. Anataka kumtumikia Mungu una pesa. Na uwezo kumtumikia Mungu una pesa. Kwa sababu kazi ya Mungu inahitaji fedha. Sema haleluya. Kazi ya Mungu inahitaji fedha. Hata kama wapita pembeni tuzungumzie fedha. Kazi ya Mungu inahitaji fedha. Hata Mungu anataka kujenga maskani, Mungu akufungua mbingu akaanza kushusha fedha. Mungu alimwambia Musa, kakusanye vitu kwa wale wa Israeli. Kakusanye dhahabu, kakusanye fedha.
na wakufika mbali sana. Walienda wakaenda wanaiona Kanaani wakafa wote isipokuwa Kalebu na Yoshua. Na Kalebu na Yoshua walisurvive kwa sababu Biblia inashuhudia kwamba Kalebu alikuwa na roho tofauti, alikuwa na roho nyingine tofauti, maana yeye alikuwa anafikiria tofauti na ndugu zake wa Israeli. Ina maana kwenye maisha alikuwa ukiangalia watu wengi hawaendi mbali sana na Yesu Kristo, anaenda anafikia kwenye level ya kutaka kuinua, anajichanganya, sema mimi, anaacha wokovu, anaacha imani, anafikia wakati na huyu mtu anapoelekea anataka kutoboa kimaisha. Huyu mtu anapoelekea, unajua ukitaka kufikia mafanikio, sisi wachungaji tunaona ishara kwamba huyu anapofika, lazima tuanze kutumania Mungu. Sasa Mungu anataka kutujibu maombi. Wanashangaa tunavuta bangi ya kiroho. Unaanza fika na wachungaji wako. Kama kuna vitu vya kuepuka ni kupigana na wachungaji wako. Yeye kupigana na watu wa mitaani, sisi tutakuja kuombea. Kupigana na wachungaji ni kama kupigana na Yesu mwenyewe. Si Mungu aliwaambia Samuel, sio wale ukata mlima nikataa. Maana unapolipiga vita unapiga Yesu. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya. Amen. Sasa wakati walimchinja, tusome Mungu akamwambia nini? Akaambia wana wa Israeli hivi, mtamchinja mwana kondoo. Mtamchinja jioni. Sipende kuzungumzia ile kitu yote. Nataka kile tofauti. Tunaanza kuenda details moja moja, kisha nimesema hatutafika mbali. Twende kwanza katika Kutoka 12 mstari wake wa 13. Mungu akasema hivi. Kutoka 12. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa wanadamu na wa wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Haleluya. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakapokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Haleluya. Ina maana Mungu anasema mtachinja mwana kondoo, mtabeba hiyo damu, mtapaka juu ya miimo ya milango yenu na mtakuwa mkiwa ndani. Ina maana ndani alikuwa na nyama ya mwana kondoo. Fanya vizuri. Na ilikuwa sio nyama chemsha. Na ilikuwa supu. Si haikuwa nyama ya kukaangwa, ni nyama choma. China mwana kali. Hapo kuna revelation. Yesu Kristo ni nani? Ni mwana kondoo. Maana Yesu kama mwana kondoo, kuna tofauti. Unajua bali tunakunywa supu kwa sababu ladha yote ya mnyama inaingia kwenye yale maji. Na yale maji yale minofu tunakula ni makaratasi, nyama yenyewe ingia kwenye maji. Lazima ladha ya supu ni ile maji unaokunywa hiyo. Lakini nyama choma huwa anabaki ladha yake yote, apoteze kitu chochote. Ina maana neno la Mungu, neno la Kristo alistahili kuchemsha. Yesu kama neno kuchemsha ni kuchakachua. Leo watu wanachemsha sana. Sasa wengine kuachana na kula mbichi. Naona leo kuna watu wanasema andiko alina tafsiri, analipeleka yote nzima kwa taifa la Mungu. Beba nywele ya sikioni na nywele za kichwani. Kama sinajua naona pendana nywele mambo yangu yake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini neno linatakiwa litolewe limechomwa, na maana libaki lilinde ile tafsiri yake. Ndio inaweza kuchange maisha ya mwanadamu. Maana ndani yako wanatakiwa kuwa neno na nje yako kuna damu, nguvu ya msalaba inayokulinda katika kila vita yote. Sasa akasema nitakapopita tapita juu, sitaingia. Maana Pasaka ikipita juu, sitakuja
hili kanisa la Anglikana. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wa Anglikana ni utaratibu uko. Sasa mimi napenda upako, mimi napenda sana upako. Sema amen. Nikataka tuombe Bwana. Sema amen. Inua mikono yako juu maana mtembele. Yule binti ambaye anaimba Lolinda anategemea. Alipokuwa chini wachungaji wakaona aibu wakamkamata wakamficha kule. Walimweza. Walikula kichapo. Kabinti kadogo. Lakini kanaweka mimi nani alikatoa pale. Ndani anaanza kumuuma. Astahili kumtumikia Yesu. Huyu alitolewa kwa Mungu. Atende sauti anatumia ni hapo. Nikaacha kwanza nikaona umetoka jasho. Sema amen. Wale pambana ngumi zinaruka. Ule anayesogea kichapo. Mimi naangalia kwa nataka wafunike hivi. Nitafunika hivi. Nimeona jasho limetoka sana ndio nikazinga za wewe. Amempokea kitu. Kuza kama mzimu kamekimbia. Anaondoka ameamka nomo. Na tangu siku ya kuniita tena. Maana palivunjika sio huyo tusema. Haleluya. Sasa kwa nini nataka kuambia kwenye jina wale wale. Ina maana nguvu ya Pasaka na mizimu ya kweli ni sharti. Ndio maana katika jioni ya leo ni jioni ya deliverance. Nataka tumuombe Mungu, sema amen. Kumbe dakika 5 tena nimesema mbili tuingie mbinguni. Kufanya dakika 40 tutafute Mungu. Ni sharti utoke na fedha zako. Ni sharti utoke na uchumi wako, sema amen. Basi ni kwanza ni kwenda mwisho mwaka na mwaka. Nitakuwa pastor milionea. Hamtaki mimi sasa hivi na kwa sasa mimi nafanya business kwa sasa. Na ubiri na kutolea naye. Sisi tunaombea watu wanabadilika, sisi tunaendelea mchezo. Sisi tunawavusha watu na wakipata kama mchezo sasa sote tutakuwa naye. Wao kienda kubaya sisi tunaenda kwenda vizuri. Na kwa kwanza tuko na wewe hapo ni madhabahu. Mimi wakati nitakuwa naenda sana. Mitambo ya Mungu anasema have a lot of money. Pawe mzimu, pawe uchawi, hakuna atakayenizuia. Akisubutu atakutana na Yesu wangu. Kama baba yangu alimweza, mimi sio baba yangu. I'm not my father. Sema amen. Mimi mwanangu ni pasa mzima. Kwa nini sisi tunakuta watu nyanga hawana kitu? Tunawaombea bado. Wananua magari makubwa, wamejenga magorofa. Sisi ndio kuangalia wao. Na baadaye wanaanza kuuliza, mbona kama wao ni Mungu? Kwa nini wao chochote? Sasa hivi sote tuamke asubuhi twende ofisini tukatafute hela. Tutakemea pepo kweli? Basi unaamka na asubuhi na mabosi wao wanakufokea kweli. Michael ndio hapo. Wewe sasa ndio hapo. Nafanya kama wewe utakufuta kazi. Unaangalia na ushirika yuko pale na nani? Unaangalia wewe sasa nikampiga makofi sasa. Kama wewe sasa leo unanyamaza. Watu wao na stress zao ndio kwanza na sababu. Fika baraza kufokea watu mazabani. Tawapiga hapa ndani. Alimemba kwa siku moja nilikasirika nikaenda kuhubiri. Nikaona tulipanda mazabani. Kuna mtu alinikwaza. Nikiwa nitaka kuhubiri. Hasira inaongezeka. Na boka. Hata nilimuomba maneno mengi. Nimepanda stress. Sasa tukapata stress tu ni hapa. Watakuwa salama. Ndio watoto wamelazima. Sema nini? Kwa wakati mwingine Mungu anatoa matafuta ina break ile tu. Mama ananiangalia. Nina kwa Mungu sema nini? Lakini sisi hatuko tena hapo. Sisi na hela na hela. Mungu anaanza kwa sisi na za kwetu. Tena
tunasomesha watoto, tunawapa hela, tunawatolea school fees, hatutakazi. Mtu anakuja baba, nimepata 200,000. Utamwambia ziko mfano utaka baba umpe 200,000, unaanza kusikia zile. Wanataka kuomba wanasikia sio na 200,000. Utamwambia baba anaomba ufungue na labda wewe na 200,000 wewe. Ndio anasema haleluya. Bwana sema Bwana amejibu. Bwana sema kwa Bwana ameshajibu. Yana fikira katoka kwa sakati. Nataka kumpenda kimoja cha Mungu zote. Alafu naomba zote na kwanza naweza kwenda mwanzo. Kwa pasa sio kitu rahisi. Na ndio maana mimi kwa zamani nisipotaka kuwa mchungaji. Mimi kwanza ni businessman. Kapata hela zangu na kuja kusali. Wakisema tunakosewa speaker. Na mwanza mara zangu. Kwa sababu pasta ana mateso makubwa sana mambo. Anakuombea au chini. Akikuona anajisikia. Na kuna mwingine unaombea na ndio siku nzima. Mungu mkumbuke. Kumbe huyu ndiye mwombea. Ana majibu yake mengine anafanya. Ukimwona tunasema Mungu sikumbuke. Na kuna wakati Mungu akufunulia vitu, akikufunulia utaacha kuomba. Hapo mtu anaweza kuambia basi, Mungu alikuwa nina kisha usiku na ninapo naomba napata malaria tatu malaria nne. Naumia napata mateso. Kumbe mtu mwenyewe ni mjanja. Bwana asifiwe sana. Sasa deliverance Pasaka kuna mambo matatu yanatokea kwenye deliverance. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la kwanza, Mungu alipiga miungu. Mungu alipiga mtesi. Kwenye deliverance kuna wakati mwingine Mungu anakata mzizi, sema neno. Kuna deliverance nyingine Mungu anapiga yule ambaye ni mtesi wa maisha yako. Unajua wakati Mungu anakomboa Israeli, alimwangamiza na Farao. Anasema tazama, nimeona kilio, nimeona wanyampara wanaosimamia taifa hili, nimeona mateso, na Mungu akajua kwamba sikiliza, Farao sio jina la mtu. Farao ni cheo, sema amen. Unajua kama Farao ni cheo? Kwa sababu kuna Farao Neko, Farao ni kama vile kuna nchi mfano kama hivi Tanzania, Mwalimu Nyerere ingelikuwa Nyerere Mkapa, Nyerere Kikwete, Nyerere Magufuli, Nyerere Samia, maana ile Nyerere ni title. Jina la Bwana libarikiwe. Ndivyo ilivyo katika Misri. Sasa Mungu anasema hivi, wewe Farao, unasema wewe ni simba, kumbe wewe ni mamba. Kwa hiyo Mungu anamwambia Farao kwenye kitabu cha Ezekiel, anasema wewe unasema kwamba wewe ni simba. Wewe sio simba, wewe ni mamba. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa mamba ni mnyama ambaye ana mambo mawili. Ukisoma katika tafsiri ya Farao manake nyumba kuu, tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili, Farao ni mtu mwenye makao mawili. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Manake ana makao. Wanasema kulingana na jiografia, wanasema alikuwa anatawala kusini na kaskazini. Lakini tukienda katika roho, mamba huwa anakaa nchi kavu na anakaa wapi? Majini. Sasa ukiangalia ikulu ya Farao ilikuwa nchi kavu, lakini
kwake. Hata nikimwambia mama, ninaomba kali, ninasikia ninaomba kali, naambia hii malaria, tabia kwa mama ni pinga, kwa sababu homa inasababishwa na vitu vingi. Maana sasa sisi homa, wewe una malaria. Baba nilikuwa na kamoema kama nisumbua basi, kama nipandisha homa kali, nimeenda kununua dawa ya malaria moja kwa moja. Baadaye nikasema sinyamaze na malaria. Nilipoenda hospitali, typhoid hamna, damu iko sawa, kila kitu iko sawa. Nateseka, naona mauzozo, nikisema nataka walipopima kakuta ni hapo yeye. Maana daktari yeye anashughulika na vyanzo, na daktari mkuu ni Yesu Kristo anashughulika na vyanzo. Hadi sio walipokuwa kwenye mtumbwi wao wanazama, Petro alikuwa anapambana na maji ambayo inaenda kwenye mtumbwi. Yesu aliposimama akaangalia maji kwenye mtumbwi, akaangalia mawimbi, alijiuliza kwa nini mawimbi yameinuka. Akagundua kwamba nyuma ya mawimbi kuna upepo, kuna nguvu za giza. Aliposimama akakimbia, akakemea upepo, kisha akasema mawimbi tulia. Tatizo wewe unapambana na mawimbi. Lakini Pasaka haipambani na mawimbi. Biblia inasema hivi, nitapita usiku huu, nitahukumu miungu yote wa Misri. Katika nchi ya leo, Mungu ahukumu miungu yote ya familia, ya ukoo na kabila yenu inayosababisha unateseka. Wajua mtu mwingine anateseka kwa sababu ya kabila fulani. Kila kabila na madhabahu yake. Sema amen. Na kila ukoo na madhabahu yake. Lakini nguvu ya Pasaka inapita madhabahu, inapita miungu. Ndio maana Mungu pigo la kwanza akaanza na nini? Akaanza na maji, kwa sababu maji ndio mahali ambapo mambo anakaa. Krokodili anakaa kwenye maji. Haleluya. Mungu amekuja kusaidia katika jioni ya leo, akutoe kwenye kifungo kwa nguvu ya Pasaka. Mwanzo sana. Ezekiel anasema nini? Ezekiel 29 mstari wa 3 na 32 mstari wa 2. Lakini ukisoma version yako itakuwa imekataa kukupa krokodili, itakupa nyoka. Mwanzo sana. Lakini ukisoma katika version nyingine inamwita Farao mbanga. Inasema hivi, mwanadamu, mfanyie Farao mfalme wa Misri maombolezo, umwambie ulifananishwa na mwana simba wa mataifa, lakini umekuwa kama joka. Kwa hiyo umekuwa kama joka, lakini kwa version nyingine nasema hivi, kwa version ya Kiswahili tafsiri anasema wewe ni mamba. Bwana asifiwe sana. 29 mstari wa 3 naye anasema hivyo hivyo. Nataka kumaliza ujumbe wangu katika elimu ya siku. Neno la Mungu nasema hivi, tazama, neno useme Bwana, mwambie kuwa mimi Bwana Mwenyezi Mungu nasema hivi, mimi nitapambana na wewe mfalme wa Misri, wewe mamba ulalaye mtoni Naili. Wewe unafikiri kwamba Naili ni wako, kwamba wewe ndiwe uliyekufanya. Anasema mamba, jina la Bwana libarikiwe. Sikiliza, mara nyingi spirit nyingi zinachukua roho ya wanyama. Sema amen. Na ukiangalia mamba ni miongoni mwa wanyama baya. Kwa sababu gani? Mamba akishikilia adui wake ni vigumu kumwacha, na mamba huwa ana ulimi. Akimeza huwa atapika. Wanaotapika kwenye kwa na mbili mwenye ulimi kwa atapika. Sema mamba bwana, unaotaka utapika itakwaza ni ulimi, lakini mamba huwa ana ulimi. Angalia kama
mamba anaga ulimi. Ina maana mamba ni mnyama ambaye akikamata nini? Akikamata anakuwa mwachi. Na hizo wa Farao amepigwa pigo ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa. Anaendelea kuwa mgumu, ni mamba. Na ndio sasa kichawi siku anamchoma moto, anaendelea kung'ang'ana. Wanabuo hata wanaona kazi. Unapiga kwenye maombi, anavunjika mguu, akishapona anaendelea na kuroga. Sema mbele. Wakikwambia anavyopatana, unajua moto kwa wasaka kanisani. Wewe usifikiri ni tunafanya mzaha. Ni moto kweli kweli. Lakini mamba anang'ang'ania ile roho inayopiganisha maisha kama roho ya mamba. Katika semina hii, katika jioni ya leo, ikaacha maisha. Jambo la kwanza, Farao alisababisha Mungu alipinga utesi. Jambo la pili, Mungu alileta ulinzi wa damu yake. Na jambo la tatu, Mungu aliwatoa katika utumwa. Pasaka inakutoa katika utumwa. Pasaka inakurudishia vile ulivyopoteza. Pasaka inasababisha kwamba utu wako, heshima uliyopoteza inarudi. Mungu wa mbinguni akurudishie heshima yako. Mungu wa mbinguni akurudishie vilivyokamatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi namjua huyu Yesu ambaye huwa anarudisha afya ya mtu. Mimi namjua huyu Yesu ambaye anarudisha maisha ya mtu kuwa sawa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi namjua huyu Yesu ambaye anamuondotaka mnyonge kutoka mavumbini na kumketisha pamoja na wakuu. Mimi namjua huyu Yesu ambaye anaweza kuponya kansa. Huyu Yesu ambaye anaweza kubadilisha viungo vilivyoharibika vikapokea tena uponyaji. Unajua deliverance haiko tu ni siku kuharibika, hata ugonjwa unaweza kupotea. Mwaka juzi tulikuwa na mkesha wa vijana. Ule mkesha vijana tulikuwa tunaenda tunaomba, wanaimba, tunafundisha. Alafu mwishoni nikasikia roho inaniambia kwamba ombea wagonjwa. Bwana asifiwe sana. Wakati tunaanza kuombea wagonjwa, akaja binti moja ni Uganda anasoma kwenye chuo kimoja kinaitwa Kampala University pale Dar es Salaam. Sasa alipokuja nikawa nauliza, wakati nikamuuliza wewe shida yako nini? Akasema ina shida ya damu. Ninamwambia damu yako inafanyaje? Akasema ina sikose. Bwana asifiwe sana. Ukienda kule nyumbani kule anapolala kule chumbani kwake pale Austin, Coca-Cola zimejaa mle kwa ajili ya kuboost damu yake ni ndogo sana. Ameteseka, wameenda naye kila kona. Tukaomba naye, nikasikia roho anambia kama amepona. Na nikamwambia mama, baada ya siku 7 nenda ukapime damu yake. Ilikuwa anachezea tangu sina maisha yake. Alipoenda hospitali wakakuta zimekuwa 12. Daktari akasema bana. Daktari akasema vipimo vimekosea. Wapime mara mbili. Wakapima 12. Wapime mara wakapima 12. Akasema kwamba mwende baada ya siku ile moja. Wakaja wakapima 12. Akasema tuma hospitali ya Makenda akapima 12. Sasa yule binti mama yake ni mshauri wa rais wa Uganda. Bwana asifiwe sana. Sasa nafasi ambapo alikuwa na sare kama sare kwenye kanisa moja na chuka kwenye mkesha, akamwambia yule mchungaji wake kilichotokea na nini, kwa sababu sasa wanaanza kuleta shukrani ya Bwana asifiwe sana. Sasa wale mzanga achukua ile mama na wake Mungu aliponya zinasema ina shida mtoto wa Mungu. Basi asifiwe sana. Mpaka juzi binti ndio na mzima. Yuko mzima tena amenenepa. Wao wanashangaa. Walifufuza. Hata katika jioni ya leo, hata kwenye kitengo cha afya, pawe na deliverance. Afya ni utajiri. Unajua ukiwa na afya unamtaji. Amen. Unaweza kupata fursa kama afya imevuruga au utafanya chochote. Sasa katika Misri Mungu akawatoa katika ule utumwa. Na jambo lingine la mwisho, Biblia inasema kwamba wakati wametoka Misri,
hata anwani yao ikabadilika. Sema amen. Ina maana yake after deliverance identity ya mtu inabadilika. Angalia, sikiza, mara nyingi mapepo mizimu huwa inaharibu anwani ya mtu. Sikiliza, yule mgerasi aliyekuwa makaburini, jina lake sio mgerasi, sio jina lake, kwa sababu alikuwa kwenye eneo linaloitwa Gerasi, kwa sababu ya ile mapepo na ile uharibifu, akapangwa jina la mgerasi. Mwanamke aliyetokwa damu hawakuti jina lake, anasema yule mwanamke aliyetokwa na damu. Ina maana kuna wakati adui anaweza kusababisha anwani yako imepotea. Unaanza kuitwa kwa jina na matatizo, lakini deliverance ikija huwa inarudisha. Ninaeleweka? Yule mgerasi alipopata deliverance wakati Yesu alimfungua, ndio alikuta ameketi, amekaa na amevaa mavazi, ana akili zake timamu. Biblia inasema hawakusema tu ndio wanasema walimkuta yule mtu ana akili zake na pia ana mavazi na ameketi. Kwa maana alikuwa alikuwa milimani makaburini, alikuwa anatangatanga, alikuwa stable. Kwa maana deliverance ikija inafanya maisha ya mtu kutulia. Na mtakifunguliwa kanisani, mtakuta kama deliverance imeanza, atatumia moja wa sisi. Deliverance anatumia, anakuwa na moyo wa subira, anajua huyu Mungu wa Pastor Michael anaenda kubadilisha maisha yako. Mkiona mtu anatumia yuko leo kesho hapa, baada ya kukombolewa, kuna roho ya Kaini ya kutangatanga, kwa sababu Yesu alimkuta ameketi. Yeye alikuwa milimani makaburini, alikuwa ana anwani inayokamilika, alikuwa ana makao inayokamilika. After deliverance walimkuta amekaa. Maombi yangu, Mungu wa Pastor Michael alikamilisha maisha yako, atulize uchumi wako, atulize ndoa yako. Vitu vyako ni nguvu ya Pasaka, ifanye kila kitu kiwe stable. Amina. Uchumi wako uwe stable, usiwe na maisha ya kuhangaika. Ikifika wakati wa kulipa kodi unaanza kupata pressure, ikifika wakati wa kulipa school fees kichwa kinapata moto. Lakini Mungu wa mbinguni afanye kila kitu kiwe stable, kila kitu kitulie, analeta utulivu katika maisha yako, analeta utulivu katika maisha yako. Na jambo la pili, Mungu akufunike mavazi. Mavazi ni glory. Mungu akufunike kwa utukufu. Sikiliza nikwambie, mtu ambaye ana mavazi hawezi kukubaliwa. Hata yule mtu anataka aona mavazi kwenye ndoto na bibi Jombeza. Hivi tulivyo hapa, mtu mmoja akitokea bila mavazi utakimbia na ibada itaisha. Kwa nini? Hastahili kwa katika ndoto. Haitakimbia mavazi yake, hata kimbele atakaa. Hata mtotamani tutamkubali kwa sababu tunamkubali kwa sababu ana mavazi. Na jambo la tatu, ana akili yake timamu. Unajua vifungo na nguvu za madhabahu huwa vinachezea akili ya mtu. Sio yule mtu ambaye anapataka pesa alafu anakodisha kila siku gari ya kibidi ya msimu. Si kitu kimevurugwa hicho. Anapataka pesa kila siku anakodisha gari dola 100 ya kupiga na msele mjini. Na wakati akitembea siku 10 ni milioni 2 na ngapi? Akitembea mwezi mzima ni milioni 7. Haujapata kwenda ya kuchukua ya kwenye mkono wa mtu hapo, hujapata hapa. Ambao anaanza kwenda mafuta usiku tena ya 30 ukatembea kwa siku 2. Lakini kwa sababu hapo tumekamata. Haelewi kwamba ile hela inapotea. Ndio yule mtu ambaye anataka pesa anashika kwa roho suruali. Ndio yule mtu ambaye anataka pesa anaenda kupangia nyumba milioni 2 kwa mwezi na hana kiwanja. Sema mtumishi. Lakini ukipata deliverance, sikiliza, kila kitu kina akili yake. Sio akili ya shule inafanya ubarikiwe, ni akili ya kimungu. Unaweza kusoma sana lakini hapa kama pana madhabahu hautafanikiwa. Ndio maana unakuta kusoma sana lakini hapa pako smart, anafanya vitu, anapata pesa, anajibu kama wanasoma. Akili na elimu ni vitu vingi tofauti. Deliverance inarudisha akili yako ya watu. Maana alipata deliverance kama alifanya ni kufuata. Unajua kitu cha kwanza baada ya deliverance aliamua mfate Yesu Kristo. Deliverance ikija akili yako inakuwa timamu. Maana
kupata revelation na kupata Kristo. Maana katika dunia hakuna mtu yeyote anayeshinda Mungu. Ndio maana kuna watu wale anaenda kwa jina la Mungu wake, anaenda kwa karumanzira ya Mungu wake. Lakini mtu ambaye ana kitu jambo la kwanza anamtafuta Kristo. Na akipata Kristo maisha yake yananyoka. Yesu alipopata Kristo, Yesu alikampa mission, nenda ukashiriki kapo. After deliverance, Mungu atakutuma mahali.